Huyu dogo anaitwa Mira, tunamuona analia tu mwanzoni mwa sinema. Babake akashuka akamuuliza, "Mwanangu, shida nini?" Dogo akamwambia babake, "Madaftari yangu siyaoni." Kwa hiyo mzee alichoamua ni kuanza kumsaidia kuyatafuta. Katika sachi kwenye begi akayakuta bwana, akamwambia, "Hili hapa nimeliona." Dogo alifurahi kweli kweli. Yaani hii familia inaonekana ina mambo mengi sana. Maana mke wa jamaa wakiwa hapo wanaendelea na shughuli za nyumbani, simu za ofisini zikaanza kuita. Yaani familia inapilika nyingi mzee. Mwamba naye chapchapu akawa anaingia hapo anajiandaa, yani ana haraka, amechelewa, yuko nje ya muda. Mke wake akamwambia, "Mume wangu, samani, kuna kitu nakuomba. Naomba utafute dada wa kazi. Hizi kazi mimi siziwezi. Yaani nimeisha choka." Naye Mwamba bila kusita akamwambia bidada, "Mimi ngoja niende ofisini, nikirudi baadaye tutaongea vizuri." Yaani ndalishughulikia. Haya, baadaye jioni Mwamba amerudi kazini, anamkuta mke wake pale amechoka sana. Akamwambia, "Mume wangu, nakukumbusha tena kuhusu lile swala la mfanyakazi. Yaani nimetoka kazini nimechoka sana na nimefika hapa nyumbani kuna kazi nyingi za kufanya." Mume wake akamwambia, "Hamna shida. Itabidi nilipambanie hilo." Bidada akawa anamwambia, "Mume wangu, ufanye haraka maana mimi nazidiwa kumhudumia mtoto, kuhudumia familia, kazini mambo ni mengi." Jamaa akasema sawa, lakini Mwamba ni kama ana hofu fulani hivi. Baadaye wakiwa chumbani, jamaa akawa anamwambia mke wake, akamwambia, "Unakumbuka yale maombi niliyotumaga kwenye kampuni yetu kipindi kile? Naona saizi yamekubaliwa sasa. Inabidi nipige kazi ili tuweze kupata mpunga." Ila mke wake alijibu tu kawaida tu, "Sawa, ongera." Yaani kama hajafurahishwa na hilo jambo. Afu akapanda kitandani akawa analala. Mwamba ikabidi amuulize sasa, "Mbona hata yani umejibu simple tu, hata hujafurahia?" Bidada akasema, "Nilijua tu utakubaliwa kwa sababu ni kitu ambacho umekipambania kwa muda mrefu sana." Mwamba akawa anashangaa tu. Afu bidada akamwambia, "Kesho kuna wadada itabidi waje wafanye interview kwa ajili ya kuanza kazi." Afu akawa amelala tu. Kesho siku ya interview ikafika, bidada akamfanyia interview mdada wa kwanza, kamuita na mdada wa pili akawa anamfanyia zake interview pale. Ila kutokana na majibu yao bidada alikuwa yamridhishi tu yani. Mdada wa tatu yeye alikuwa amemridhisha kila kitu, ila alikuwa amechangamka sana, ni anavurugu mzee. Kwa bidada naye hakuridhika naye bwana. Bidada alivyomaliza interview na hao wote, kuna bidada mmoja wa mwisho alikuwa amechelewa mzee. Huyu mwanamama yeye anaitwa Clay. Ukipata muda wa kuangalia full movie utamuona ana visanga vingi, yani ana madeni kila kona mzee. Huyu bidada walivyoanza naye interview alifuzu kwenye kila kitu, yani kila swali walikuwa wakimuuliza anajibu ipasavyo. Bidada akamuuliza, "Kwa kazi unaweza kuanza lini?" Bidada akamwambia, "Hata leo, yani saa hizi hivi mimi naweza kuanza kazi." Bidada akamwambia, "Haya, umeshapata kazi." Mwanamama alishukuru sana mzee. Baadaye bidada kazi ikawa imeishaanza sasa. Akawa anapiga stori na mtoto vizuri, anaongea naye vizuri, anaishi naye vizuri, hadi mtoto wake alitokea kumpenda. Mwanamama akawa amefurahia kabisa ujio wa huyu bidada. Mwamba baadaye anarudi ofisini, anamkuta bidada yupo ndani. Mke wake ikabidi ashuke aje kumtambulisha mzee. Haya, baadaye wakawa wamekaa mezani wanakula zao chakula. Mwamba akawa anamuuliza bidada, "Mbona uniulizi hata ofisini nimeshindaje, nimetokaje, nimefanyaje kazi? Mimi hapa wewe ukiwa umetoka kazini lazima nikuulize umeendeleaje, unashindaje? Wewe hata ujali." Mwanamke akasema, "Hamna, mimi naelewa tu kwa sababu muda wote wewe uko sawa." Yaani Mwamba anavyolalamika bidada yeye kule alikuwa anasikia kila kitu mzee. Baadaye wakiwa zao chumbani wamelala, Mwamba usingizi hata hauji yani. Anamwazia tu mke wake yani. Mwamba alichoamua ni kushuka moja kwa moja hadi chini kwenda kuchukua hata maji yanywe. Anapokunywa maji mara ghafla bidada Clay akawa ameingia. Akamwambia, "Wewe umekuja kufanya nini hapa?" Bidada akasema, "Nilijua ni mtoto ameamka, maana venyewe nilikuwa nimelala nikasikia mtu anatembea." Mwamba akasema, "Hamna shida, inabidi uende tu ukapumzike." Bidada akasema, "Sawa, ila samahani, nilisikia mazungumzo ya wewe na mke wako. Mimi ningependa kukupongeza tu hata kwa huo ushindi mdogo uliopata." Mwamba akawa anashangaa tu. Bidada akawa anaendelea kumtia moyo pale, anamfariji, anampa manondo tu. Mwamba anamwangalia tu, afu bidada alivyomaliza akawa anajichenga tu mzee. Mwamba akawa anamwangalia bidada kwamba mbona kama ameongea key point huyu. Haya, leo Mwamba alivyorudi ofisini bidada akawa amemwandalia zawadi eti. Akasema, "Samahani kwa yale maneno niliyoongea jana." Akawa anamuomba msamaha mume wake pale, amemwandalia na mazawadi mzee. Bidada wa kazi yeye alikuwa pembeni anaangalia tu. Siku inayofuata wakiwa nyumba nzima wameenda kazini, bidada akawa ameingia kwenye chumba cha Mwamba na mke wake. Akawa ananusa mito, anakumbatia, yani anafeel kama yuko na mtu fulani hivi. Huyu bidada inavyoonekana ameanza kumpenda Michael. Maana dalili zote, anaangalia picha, anachukua, anafungua, anatoa nguo za Michael kwenye kabati, anazinusa harufu, anazikumbatia, yani inaonekana amempenda Mwamba hivi mzee. Mara bidada achukue nguo za mke wa jamaa, azijaribishe, avae kama ametoka bafuni hivi kuoga, anamwelekea mume wake, anajiangalia kwenye kioo, akachukua lipstick akawa anapaka mdomoni. Yani bidada kama anajiandaa fulani hivi. Sisi malengo ya bidada hatuyajui mzee, tutayajua hapo baadaye.
Baadaye mwamba akawa amewahi kurudi ofisini, akawa yuko busy tu na simu yake. Bidada akamwambia nikusaidie kubeba mizigo yako nikupelekee chumbani. Mwamba akasema yeye. Mwamba akawa anamuulizia habari za mtoto pale. Bidada akawa anamjibu tu akasema ameshalala, amekula, nimemsaidia kufanya kazi za shuleni. Bidada kama anajitengeneza fulani hivi, mwamba amwangalie, ile mwamba yuko busy tu na mambo yake. Hapo hapo mama mwenye nyumba akawa anaingia sasa, akamwambia hoya, vipi wewe na mume wangu hapa? Akasema hamna madam, nikusaidie na wewe mizigo yako nikupelekee chumbani. Bidada ikabidi ampe tu, akaibeba mwana mama pale akawa anaipeleka chumbani. Bidada yeye akawa ameshangaa tu sana pale, akawa anamwambia mume wake, mbona kama huyu dada simuelewi? Jamaa tu akamuuliza mke wake, una wivu eti? Bidada akasema hamna, kuna vitu naona tu kama anavifanya hivi sivielewi. Wakawa wameamka, wameenda zao chumbani kupumzika mzee. Huku usiku umeingia, wakiwa chumbani, mwamba kuna kitu akawa anakitafuta, alafu akioni. Inaonekana hicho kitu ni cha thamani sana. Jamaa akawa analalamika pale. Bidada ikabidi aamke, amsaidie kutafuta mzee. Wanatafuta hawakioni. Ikabidi mwamba aanze kumwashia moto bidada sasa. Akamwambia huko ndani tunaingia sisi wawili tu. Sasa hicho kinapoteeje? Bidada akasema mimi sielewi, ila kama mnavyojua kawaida ya wanandoa, ikabidi mwamba awashe moto sasa mzee. Wakaanza kuwa wanafokeana hapo. Yule bidada wa kazi akawa anasikia kila kitu. Kitu inaonekana bidada alikibeba muda ule mchana akiwa ameingia chumbani. Haya, asubuhi imefika, bidada akaanza kumwomba msamaha mume wake pale. Akamwambia samani kwa jana kupiga makelele, ila hicho kitu mimi sielewi. Mwamba ndo akawa ameelewa, ila mara ghafla bidada akawa ameingia pale chumbani na walishangaa sana. Mwamba akasema vipi unaingia hata hodi hujagonga? Bidada akasema samani, niliogopa kuwapigishia makelele, nilikuwa tu nataka niwaambie chakula tayari. Bidada akasema vipi wewe, mbona sikuelewi, unaingiaje kwenye chumba cha mimi na mume wangu? Bidada akasema samani, haitorudia tena. Wakamwambia haya ondoka bwana, jichenge. Bidada yeye akawa ameendelea kutoa tu macho pale. Akamwambia wewe vipi unaangalia nini? Si nimekwambia uondoke. Akawa ameondoka. Wote walikuwa wanamshangaa tu maana hawamuelewi. Bidada ametoka zake baadaye kazini, ikabidi aje kumpa mwanamama sheria sasa za humu ndani. Maana bidada kama ameanza kuvuka mipaka hivi, akampa sheria uruhusiwi kujilemba humu ndani, na kuanzia leo haitakiwi uvae hizo nguo, nitakuletea uniform zenye utakuwa unavaa. Afu bidada kama ameondoka. Baadaye tunaona mke na mume wametoka out bwana. Wako zao wanakula zao chakula pale, ila simu ya mwamba ikawa inaita sana mzee. Bidada akamwambia mbona upokei? Mwamba akasema hamna, iachana nayo, mimi nimetulia na wewe hapa, simu inaita. Baada ya mwamba kuona simu inaita sana, ikabidi apokee. Kupokea ni yule bidada mfanyakazi bwana. Akasema nakukumbusha chakula cha mtoto kimeisha. Mwamba akawa anashangaa, akasema kupiga simu kote huko ni kwa sababu ya hicho tu? Bidada akasema nilikuwa nakukumbusha. Mwamba akakata tu simu pale, amemind Mwamba akamwambia mke wake, huyu bidada mimi simuelewi, ananisumbua sana. Vipi wewe ulimtoa wapi? Bidada akawa anasema huyu kuna kitu itakuwa anakitaka. Baadaye wamerudi nyumbani, bidada alinyosha moja kwa moja chumbani kwa yule bidada wa kazi na kuanza kumwashia moto mzee. Akamwambia ni marufuku kumpigia mume wangu simu, kama una shida nipigie mimi. Afu bidada akawa ameondoka. Baadaye familia wamekaa zao sebleni, wanacheza michezo fulani hivi, wanafurahi hii familia inaonekana inapendana sana mzee. Wakati wanafanya hivyo vitendo vyote, yule bidada wa kazi yote hawa alikuwa anayaona na anachungulia na angalia. Bidada inaonekana kuna kitu anakitaka kabisa. Huku baadaye familia wamekaa zao chumbani, wanapiga zao story. Bidada yeye anachungulia tu. Mwanamama kama alimuona hivi, ila alipotezea, wakaendelea tu kupiga zao story, maana familia hii wana upendo na umoja mzee. Kesho asubuhi imefika, bidada anamwandalia sasa bwana mdogo chakula cha kwenda nacho shuleni. Yule dogo akamwambia leo basi la shule alitakuja kutubeba na nimechelewa kuwapa taarifa wazazi. Naogopa kwenda kuwaambia maana walinikataza kuchelewesha taarifa. Bidada yeye akamwambia usijali, hilo swala niachie mimi nitaenda kuongea nao mzee. Bidada anajenga upendo mkubwa kwa huyu mtoto, anamuaminisha na kumvuta amweke karibu. Ikabidi amfuate sasa mama yake, mama wa mtoto, akamwambia leo basi la shule halitawarudisha mchana, inaonekana hilo gari limeharibika. Bidada akasema what, kuna nini? Akasema mimi sielewi, ndo ameniambia hivyo tu. Bidada akamwambia wewe hamna shida, nenda kamwambie baba yake. Bidada akatoka hapo moja kwa moja akamfuata hadi mwamba Michael mzee. Akawa anamwambia leo basi la shule limeharibika, kwao halitaweza kuwarudisha watoto mchana. Mwamba akashangaa, akasema mwamba akasema umemwambia mama yake? Bidada akasema ndio. Akasema amesemeje? Bidada akaanza kumjaza mwamba maneno ya uongo sasa. Akasema amesema eti wewe huwezi kumpeleka mtoto wala umjali, umzingatii, umwangalie. Mwamba mwenyewe alishangaa, kwamba mke wake ameongea maneno kama haya. Mwamba akasema mwamba
Mwamba anataka kwenda, bidada akamwambia samahani, naomba usiende kumwambia, atanifukuza kazi, usiende, hiyo nimekupa ni siri tu, naomba usiende please boss, nakuomba usije ukaenda kumwambia. Mwamba akawa amejawa na hasira tu pale, akauangalia mlango na alikuwa hana cha kufanya tu, ikabidi aondoke zake tu ajichenge. Bidada alikuwa anamuomba sana yani. Mwanamama kamaliza kujiandaa akamwambia yule dada, naomba uniitie mume wangu. Akasema ameshaondoka. Ameondoka akasema amekasirika ulivyomwambia eti ampeleke mtoto shuleni. Bidada akasema haiwezekani, anakasirikeje? Bidada akasema sijajua tu amekasirika. Mwanamama akasema anampigia simu Mwamba ni mwenyewe simu haokoti. Bidada akawa anashangaa sasa, yani hii sio kawaida ya mume wake kabisa yani, kwamba anapiga simu asimuokotee, kwamba amekasirika na nini. Yani huyu dada wa kazi akawa anafurahia tu, maana amefanikiwa kuivuruga hii familia. Baadaye Mwamba ametoka ofisini, mara anapokea simu, anaambiwa mtoto wako haujaja kumchukua hapa, haya ni masaa 3 toka yamepita, muda wa kuja shuleni. Mwamba akawa anashangaa, nikajua mke wangu amekuja. Yani bidada kumbe aliwajaza maneno hao wawili, wakagombana, wakawa wamemtelekeza. Afu hapo matron akamwambia kuna mfanyakazi wako hapa amekuja ndo amemchukua. Mwamba akasema afadhali. Baadaye wamerudi nyumbani wote, wakaanza kuwashiana moto mzee, kwamba wewe napiga simu zangu upokei. Mwamba akasema yani nipokee simu zako kwa yale maneno yote uliongea asubuhi, yani unajitoa ufahamu eti. Yani bidada wa kazi lengo lake lilikuwa ni moja tu, kuivuruga hii ndoa na kujenga ukaribu na yule mtoto. Wanandoa tu hao wawili huku akawa wanawashiana moto mzee. Walichoamua ni kumtimbia bidada chumbani kwake. Bidada akawa anawasha moto, akasema wewe umemwambia nini mume wangu? Ila bidada yeye hata kuogopa akasema vile yani kwamba bidada yeye ndo aliyeniambia. Mwanamama hadi akawa anashangaa. Mwamba akazidi kumwashia moto mke wake mzee. Huyu bidada wa kazi hatujajua ana lengo gani na hii familia. Yani sijui anataka kuivuruga ndoa. Asubuhi imefika, dogo anaenda shuleni, hataki hata kuonana na wazazi wake mzee. Anaondoka tu pale, anamwaga bidada wa kazi. Mwanamama hicho kitendo kilimfanya ajisikie vibaya, naye mume wake kapita huyo moja kwa moja yani hii ndoa sawasawa na tayari tunasema chakula kimeshaingiwa na mdudu. Bidada alikuwa anawaza sana mzee. Baadaye kafika ofisini, akamueleza rafiki yake kila kitu, akamueleza vinavyoendelea pale nyumbani kwake. Akawa anambia hapa nilichopanga, ninataka nimfukuze yule bidada kazi, ila mume wangu hataki. Bidada akasema inabidi umfukuze tena saa hizi, yani nenda kamfukuze saa hizi ambavyo mume wako hayupo. Bidada akasema kweli Bidada huyo chapo akawa anainuka, rafiki yake akamwambia subiri, unataka uende peke yako? Ngoja twende wote. Hao wakainuka wakajibeba moja kwa moja mpaka nyumbani. Wamefika nyumbani, bidada anaendelea na michezo yake kila siku ile, kuvaa nguo za bidada, kujifanya yeye ndo mke wa Michael. Mara ghafla mlango ukafunguliwa, wakaingia pale wote wawili. Bidada akawa hana cha kujitetea mzee, wakaanza kumwashia moto. Rafiki yake kazi yake ni kuchukua ushahidi tu, yani anarekodi tu. Walichoamua ni kumtimua tu pale, wanamfukuza moja kwa moja, wakamfukuza hadi nje ya nyumba mzee, yani wakamfukuza kazi mazima. Ondoka. Rafiki yake ndo amechangamkia, yani amekazia swala kabisa, ondoka mzee. Baadaye bidada akiwa amelala anashangaa mbona mwanae arudi shuleni. Ikabidi aamke achukue simu apige moja kwa moja hadi shuleni mzee. Anapiga simu anasema mbona mwanangu arudi? Anamwambia mbona mtoto wako ashaondoka muda sana. Amekuja amechukuliwa hapa na yule bidada wa kazi. Huo ni msaala mzee. Afu na yule bidada wa kazi ukichekishia ameshafukuzwa kazi. Yani bidada alichanganyikiwa kabisa mzee. Mwamba naye hapo anaingia. Bidada akawa anamwambia nilimfukuza bidada kazi. Jamaa sana najua rafiki yako alinitumia zile video. Bidada akasema ila ameenda kumchukua mtoto shuleni, sasa ameondoka naye. Yani hapa mtoto hayupo na shuleni hayupo. Bidada yeye analia tu pale. Mwamba amechanganyikiwa. Moja kwa moja ikabidi amvutie waya rafiki yake. Sasa rafiki yake kufika, wanakagua vitu kwenye chumba cha bidada na wakatoa taarifa mtandaoni kwamba yeyote atakayemuona yule bidada awafikishie taarifa. Baadaye kwa mila huku yule dogo yeye analia tu, yani muda wote analia tu, anataka aende nyumbani. Bidada anamwambia nimekwambia kaa kimya. Yani bidada mara amfokee, mara ambembeleze, yani haelewi tu. Yeye huku dogo yeye analia tu, hataki kumuona mtu. Sasa jirani yake na Claire akawa anatoka anaenda kuoga. Huyu bidada yeye anamdai hela nyingi sana Claire. Anapopita pale akawa anasikia kelele tu pale. Ikabidi asikilize vizuri kwamba hizi kelele zinatokea huko ndani. Akaanza kugonga mlango. Sasa anagonga mlango. Wewe nimekwambia toka nje. Toka nje nimekwambia. Toka nje. Bidada akawa amemziba mtoto mdomo, yani amekaza tu, hamna kutoka wala ni. Bidada anasikiliza vizuri kelele, akasema nilijichanganya, nimesikia vibaya. Amemziba tu mdomo, akabidi achukue ndoo yake na kwenda kuoga mzee. Baadaye huko nyumbani kwa mamba Michael, polisi wakawa wamefika na wakasema tumesikia kila kitu na tumefanyia uchunguzi. Huyu ni daktari, naomba mumsikilize. Mwanamama akawa anaelekeza sasa pale. Akisema bidada anaitwa Claire John. Huyo bidada anasumbuliwa na tatizo la kihisia. Yani huyo bidada shaitoka hadi kimapenzi na baba yake mzazi mzee. Na sehemu yote atakayoenda kuishi lazima asababishe mabalaa.
Daktari akawa anaendelea kuongea pale, anawaelekeza kabisa bidada the way alivyo mzee. Yule rafiki yake jirani wa Claire akawa anatembea njiani, akaona taarifa sasa zinaelezea kwamba kuna mtoto amepotea na aliyempoteza ni bidada mmoja anaitwa Claire. Baada ya kuona hivyo na anakumbuka zile kelele alizisikia nyumbani kwake, ikabidi moja kwa moja avute waya kwa polisi, akamwambia mimi nafahamu sehemu huyo alipo na anapoishi. Cha msingi tu mimi nipe naira milioni 1 mzee. Polisi bila kuchelewa wakawa wamefika, bidada yuko ndani na mtoto. Wakawa wanagonga pale mlango, fungua. Familia yote imefika, yani inasubiri tu bidada afungue. Baadaye tunaona wamemkamata polisi, mama akamchukua mwanae. Afande anamshukuru tu yule bidada mzee. Na mzigo wetu unakuwa unaishia hapo mzee. Ni mimi storyteller wako Mr. Cool Voice, the Golden Voice.